tu kwamba sasa tumeanza kutembea kwenye maono ya Bwana Yesu. Mungu anatamani kanisa liwe na nguvu, kanisa liwe na sauti moja. Sisi ni viungo katika mwili wa Kristo. Mkono hawezi kumwambia wewe mguu unanihusu nini? Unanisaidia nini? Hawezi. Si ndio? Sasa mimi nataka nikwambie hivi, uliye naye mkono wa kulia na mkono wa kushoto. Wewe ni mguu wa kulia, yeye ni mguu wa kushoto. Na kama wewe ni mguu wa kulia, yeye ni mguu wa kushoto, mkiungana si mtatembea vizuri? Hivi Mungu angetuumba wote tuna miguu ya kulia yote, tungekuwa tunatembeaje? Piga picha kwamba miguu yote ingekuwa ni ya kushoto au yote ingekuwa ni ya kulia. Umeiona hiyo picha? Umeiona? Ungekuwa unatembeaje? Yaani ungekuwa unajikwaa tu unaanguka. Si ndio mama? Ungekuwa unajikwaa unaanguka. Ndio maana akatupa kutofautiana. Tubebeane mizigo. Tubebeane ule utofauti. Ukiniona mimi nina kihelele sana, yakini hicho kihelele ndio Mungu amenipa nitumike. Ndio uwekezaji aliyowekeza kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiniona mimi ninaongea sana, mwambie huo ndio uwekezaji Bwana Yesu aliyoweka. Ukimwona huyu haongei, usitake kumchokonoa ili aongee. Ni uwekezaji ambao Bwana Yesu ameweka ndani yake. Ni wa thamani mno. Haupasi kumdharau. Haupasi kumdharau. Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, kwa sura ya Mungu. Hata huyo unayemuona haongei, ni kwa sura ya Mungu. Unayemuona ni chiriku kama mimi, ni kwa sura ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Natoa mwaliko. Na wakati najiandaa nikapata neema ya kuwa na maswali. Na mimi natamani haya maswali nikushirikishe, alafu wote baki na majibu. Si ndio? Kwa sababu unajijua. Swali la kwanza linasema hivi: je, ni mizigo gani iliyokulemea au iliyonilemea? Ni mizigo gani iliyokulemea au iliyonilemea? Si kila mmoja anajijua? Kila mmoja anajua. Mizigo alionayo anajua. Uwe ni mzigo unajua. Swali la pili: je, umekubali mwaliko au mwito wa Yesu kuja kwake? Na mimi hili najiuliza hapo. Je, umekubali mwaliko wa Yesu kuja kwake? Ndio. Vizuri kabisa. Tumekubali. Tuliposikia kwamba tarehe 6 wakina mama tutakutanika kwa ajili ya ibada ya maombi na maombezi ya kuombea ndugu zetu walioandaa kitini hiki kutoka Nigeria, wakipita katika changamoto mbalimbali. Inawezekana na hizo changamoto na sisi tunafanana nazo, si ndio? Kwani kwetu hawapo wajane wanaonyanyaswa? Wapo. Hawapo watoto wanaotekwa? Wapo. Tunafanyaje? Tunapaswa kuomba. Tena tukiomba tukiwa na imani na matumaini. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunaomba tukiwa na imani na matumaini, kwa sababu Mungu hajatuleta kwa bahati mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kufinyanga na kukuweka hapa chini ya jua kwa bahati mbaya. Alikuleta ana kusudi na maisha yako. Kuna uwekezaji mkubwa sana Mungu ameweka ndani yako. Unajua usipofanya utadaiwa. Kama vile ambavyo tunaleta mwekezaji kwenye taifa letu la Tanzania, alafu anatubolongea, tunamtimua tu. Ogopa kutimiliwa na Bwana Yesu. Amina. Amina. Ogopa kutimuliwa na wanadamu. Hata wakikutimua, tumaini unalo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kitu cha mwisho niende nikakaa. Shetani anachotafuta ndani ya maisha ya mtu anaitwa mtoto wa Mungu. Anachotafuta, anajua hivi, ukipita kwenye changamoto hauombi, hausomi neno, shetani ndiye anasema kanyagia hapo. Atainua changamoto ili usiombe, ili usisome neno, usiwe na utulivu.
Tumesoma ile Zaburi, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami. Iambie changamoto, siko peke yangu, Bwana Yesu yuko na mimi. Alikikanyaga na kanyaga, akinua na mimi nabandika pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Isemeshe hiyo changamoto. Kama ni watoto, waambie Mungu, kwanza hao watoto mimi sikuwaleta huku duniani, wewe ulinitumia tu mimi kama chombo kuwaleta hapa duniani. Na kwa sababu ulinitumia kama chombo kuwaleta, si ni mali yako? Si ni mali yako? Sasa nawarudisha kwako. Utajua namna utakavyofanya ili ukibandua mguu wako na mimi nibandike. Anasema jifunzeni kwangu, yeye ni mpole na mnyenyekevu. Leo wamama ni wapole.